Unajua kuwa jinsi unavyopokea simu kazini inaweza kukuongezea heshima au kukuharibia taswira yako. Leo tujifunze itifaki sahihi ya kupokea simu kazini. Karibu. Kupokea simu kazini si kama kumpokea rafiki. Ni mawasiliano rasmi yanayohitaji staha. Zingatia haya yafuatayo unapopokea simu ukiwa kazini. Jambo la kwanza, pokea simu kwa haraka na utulivu. Itifaki ya kwanza, usiache simu iite muda mrefu. Pokea ndani ya mlio wa pili au wa tatu. Lakini pia usipokee kwa papara, usijibu kwa hasira. Jambo la pili, anza kwa salamu ya heshima. Ukisha pokea simu, anza kwa salamu. Kama ni asubuhi, sema habari za asubuhi au habari za wakati. Epuka maneno kama yes, nani huyo. Sema, jitahidi kuonyesha taaluma yako kupitia mawasiliano kazini. Jambo la tatu, jitambulishe rasmi. Kazini utambulisho ni sehemu ya itifaki. Mfano mzuri wa maneno ya kuanza nayo unaweza kusema, habari, ofisi ya utawala, naitwa Jonathan, naweza kukusaidia? Au karibu nikusaidie. Hii inaonyesha taaluma, heshima na uaminifu. Jambo la nne, sikiliza kwa makini. Usikatize mtu anayeongea. Sikiliza kwanza, kama ni muhimu andika taarifa. Itifaki ni kujua kusikiliza. Jambo la tano, tumia lugha ya staha. Maneno yako yao ya kiungwana. Tumia maneno kama naomba ufafanuzi, au samahani, naweza kukusaidia vipi, au naomba nikuelekeze jambo. Epuka maneno kama sijui au subiri tena kwa ukali au hiyo sio kazi yangu. Jambo la sita, kama hujui kusaidia, elekeza vizuri. Ukiulizwa jambo usiloweza kujibu, usikate simu vibaya. Sema, asante kwa kupiga simu, naomba nikuelekeze kwa idara husika. Huo ni ustaarabu. Na jambo la saba, malizia kwa shukrani. Mwisho wa simu shukuru. Sema, asante sana kwa kuwasiliana nasi, karibu sana au karibu tena. Hii huacha taswira nzuri. Namna unavyopokea simu kazini, hiyo ni sura ya taasisi yako. Pokea kwa salamu, utambulisho na lugha ya staha. Comment neno simu kama umenielewa. Usisahau kunifollow kama hujanifollow, na share kwa wengine tuendelee kujifunza pamoja.